Bwana Yesu asifiwe. Ninakushukuru sana ndugu mpendwa mfuatiliaji wa channel hii na video hizi. Ninasema asante sana kwa muda wako ambao unaotenga kwa ajili ya kutazama video hizi japo kwa dakika chache kwa ajili ya kusogezwa tena mbele za Bwana. Ninashukuru wale rafiki zangu ambao mmeendelea kutuma comment zenu kwenye YouTube channel platform yetu, lakini pia mmekuwa mkinifuata private na kunitumia message zenu. Mungu awabariki sana zenye kutia moyo. Ninakushukuru kaka yangu kutoka kule Dar es Salaam ambaye umenitia moyo kwa namna ya kipekee ya kwamba unabarikiwa na ya kwamba somo lilikugusa kwa namna ya kipekee lile lililopita. Lakini pia ninakushukuru rafiki yangu Lazaro kutoka kule Namanga Arusha kwa namna yako ya kipekee ambayo umeeleza kwamba unabarikiwa na unazidi kubarikiwa. Naamini ya kwamba utaendelea kubarikiwa endapo unaendelea kufuatilia video zetu hizi ambazo kila mara zitakuwa zikitumwa katika channel yetu hii. Mungu aendelee kuwa pamoja nawe. Lakini pia nashukuru rafiki zangu kutokea kule Msoma ambao wamenifuata private na kunitia moyo kwa namna ya kipekee ya kwamba wanazidi kubarikiwa. Rafiki yangu Musa nakushukuru sana. Rafiki yangu kutokea kule Mbeya ninakushukuru sana. Isakwisa nakushukuru sana kwa namna ya kipekee ambayo inadhihirisha kwamba una moyo wa dhati wa kuendelea kufuatilia masomo yetu haya na mahubiri haya ambayo yanakuwa yakirushwa kwa ajili ya kututia moyo katika safari yetu kwenda mbinguni. Lakini pia ninakushukuru rafiki yangu kutokea kule Hedaru Same. Mungu akubariki sana kwa namna ambavyo unazidi kubarikiwa na masomo haya. Na kushukuru pia rafiki yangu kutokea kule University of Arusha ambaye unazidi kubarikiwa na mahubiri haya. Mungu aendelee kukubariki tena katika kipindi hiki cha pekee. Salamu zangu za pekee ziwafikie wote ambao mnazidi kufuatilia video hii tena kwa mara nyingine. Hizi ni dakika 10 za kutafakari neno la Bwana pamoja na kutiana moyo. Karibu katika masaa haya tena tuweze kuzungumza pamoja. Tuombe. Baba yetu Mungu uishiye juu mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi hii ya pekee ambayo umetupatia mimi na mtazamaji wangu. Endelea kutubariki, endelea kuwa pamoja nasi na kuzungumza nasi katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Ndugu mpendwa mfuatiliaji na mtazamaji, leo lipo somo zuri sana na makini kwa ajili yetu wote. Na hii tu ni kutokana ya kwamba Mungu wetu anatujali na ya kwamba yuko karibu nasi kila mara na hajachoka kutusikiliza na kutupatia nafasi nyingine. Somo linasema Bwana hutoa nafasi ya pili katika maisha yetu. Bwana hutoa nafasi ya pili katika maisha yetu. Ninayo furaha kubwa ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa rehema, Mungu wa huruma, Mungu anayejali, Mungu ambaye hajawahi kuchoka kutupatia nafasi ya pili katika maisha haya. Ninakumbuka vile ambavyo mimi mwenyewe nilikuwa dhambini, lakini bado alinivumilia katika dhambi na uchafu niliokuwa nao na akanitoa katika dhambi na uchafu huo akanileta kwake. Ninashukuru sana kwa vile ambavyo yeye ni mwingi wa rehema. Yeye hahesabu makosa. Yeye anatoa nafasi ya pili hata pale ambapo nipo katikati ya dhambi. Ninafanya dhambi, kitendo cha zinaa, kitendo cha uongo, kitendo cha umbea, kitendo cha unafiki kisicho sahihi mbele za Bwana. Lakini still there God is with us. Anatupatia nafasi ya pili. Hilo linanipa faraja na moyo ya kwamba kumbe hata wewe rafiki yangu unayenitazama, kwa kuwa tu uko hai, hata kama upo katika hali ya namna gani, upo kitandani unaumwa, upo wapi, upo mahabusu, upo sehemu yoyote ile, Bwana anakupatia nafasi ya pili. Hata kama ni kwa namna gani na hali gani ulionayo, Bwana anakupa nafasi ya pili. Na haijalishi ya kwamba rafiki zako wanakuonaje, haijalishi kampani ulionayo inakuchukuliaje, haijalishi ndugu zako wanakuonaje, haijalishi wazazi wako wanakuonaje, lakini still there God is give you another chance. Mungu anakupatia nafasi ya pili. Na hii nafasi ni yeye anayekupatia, si mwanadamu. Ni yeye anayekupatia. Thamani yako imepotea, uzuri wako umepotea, unaona ya kwamba ile sifa yako njema inatoweka. Rafiki yangu, nataka nikwambie kwamba mbele za Bwana thamani yako ni ile ile. Thamani yako ni ile ile, tena ni thabiti.
Tena wakati fulani anasema ya kwamba yeye anakufanya kuwa wa pekee kabisa mbele zake. Ile linanipa moyo sana. Na wakati fulani ninapokuwa nikisoma Biblia ninagundua ya kwamba Mungu hajawahi kuniacha na hajawahi kukuacha. Katika kitabu cha Luka 15 mstari wa 7 utasoma. Luka 15 ni sura ambayo inazungumza matukio mengi ya namna ambavyo Mungu hutoa nafasi ya pili. Namna ambavyo Mungu hutoa nafasi ya pili. Chini kule utakutana na kisa cha mwana mpotevu. Lakini natamani tu tusome hili fungu ambalo litakuwa ni kiongozi katika tafakari yetu ya leo. Ya kwamba furaha iko mbinguni. Natamani nilisome katika Luka 15 mstari ule wake ni wa 7. Biblia inasema, nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Kutakuwa na furaha mbinguni. Hajasema duniani, pengine hajasema katika familia zetu, hajasema katika jumuiya tulionayo, katika kazi zetu. Anazungumza mbinguni. Mbinguni ambapo mahali fulani Paulo anasema ya kwamba ndiyo makazi yangu yalipo, ndiyo ule utambulisho wangu ulipo, ndiyo nyumbani kwetu. Yohana anaeleza, anasema kwamba ni makao ambayo tumeandaliwa na Bwana, mimi na wewe, ili tuweze kuwa pamoja naye. Kuna furaha mbinguni kwa mdhambi mmoja atubuye. Lakini anasema ya kwamba kuliko kwa ajili ya mwenye haki wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Kumbe kuna 99 ambao wenye haki hawana haja ya kutubu. Lakini kwa ambaye ni mwenye dhambi mmoja, anapotubu, Biblia inasema kuna furaha mbinguni. Kuna furaha mbinguni. Wewe rafiki yangu ambaye unanitazama, ambaye unahisi ya kwamba umekata tamaa, ambaye unaona ya kwamba maisha haya, dhambi ambazo zimekuzunguka na kukuzingira, kila kukicha unaona uko mbali na Mungu, na ya kwamba unaona huna thamani, na ya kwamba unaona huna furaha, maana dhambi zinakula kila kukicha. Ni dhambi ya zinaa, ni dhambi ya uzinzi, ni dhambi ya uongo, ni dhambi ya usengenyaji, ni dhambi yoyote ile ya unafiki, ni dhambi ya kuchochea maovu mbele za kwa wenzako, kuchochea mambo yasiyofaa mbele ya wenzako, kuwashawishi kunywa pombe, kuwashawishi kushiriki katika vitu visivyofaa, vigenge vya ajabu. Bwana anasema kuna furaha mbinguni kwako wewe ukiamua kutubu leo. Ukiamua kutubu leo, kuna furaha mbinguni. Na anasema mtu fulani ambaye ananisikiliza leo ya kwamba wewe umetoka tu, yani kile kitendo, hata kama upo kwenye kitendo cha zinaa sasa, hata kama upo katika kitendo sasa hivi cha uzinzi, hata kama sasa hivi unazungumza uongo, hata kama na unasikia sauti hii inayozungumza nawe, ya kwamba Bwana anakupa nafasi nyingine. Bwana amekupatia nafasi nyingine. Unadhani ya kwamba ni sahihi wewe kufanya maamuzi yoyote yale ya kibinadamu, ya kwamba unywe sumu kwa sababu jamii yako imekutenga, kwa sababu umefukuzwa kazi, kwa sababu umeachishwa shughuli ambayo ulikuwa unaifanya na kuingizia kipato? Unadhani ni sahihi ya wewe kujinyonga? Unadhani ni sahihi ya wewe kuondoka katika familia bila kuaga, bila matumaini yoyote? Unaacha watoto, unaacha mke na unaondoka bila yani unahisi kana kwamba una hatia inayokutafuna ndani ya moyo wako. Rafiki yangu, nataka nikwambie, Bwana anakupa nafasi ya pili. Usikate tamaa, maana Mungu anasema mbinguni kutakuwa na furaha kubwa kwako wewe ukiamua kutubu. Wewe unayesikiliza sauti hii, ukiamua kutubu, unajua, maana Mungu anajua ya moyoni. Mungu ndiye anajua yanayokusibu. Mungu ndiye anajua dhiki zako. Mungu ndiye anajua dhambi zako. Anasema kutakuwa na furaha. Sherehe itafanyika mbinguni. Nataka nikwambie, hiyo furaha siipatii picha, maana malaika kule mbinguni katika ile ikulu watafanya karamu isiyo ya kawaida. Pengine wataandaa kila hali ya mziki, aina ya mziki wenye furaha. Wataandaa kila seti ya aina yoyote ile yenye kuleta furaha, yenye kusherehesha. Ni wewe uamue kutubu leo. Mungu akusaidie uone thamani yako ya kutubu.
Ninapokwenda kumaliza kitabu kile cha Luka 15 mstari ule wa 32. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Ndugu yangu mpendwa wangu unayenisikiliza, pengine ulikuwa umepotea, ulikuwa uko mbali, ulikuwa dhambini, umetanga mbali, umejikita katika hali vishawishi visivyo na thamani, vishawishi visivyo na maana, vishawishi vinakutenga mbali na Mungu. Mungu anasema kulipasa kabisa kuwe na furaha, kuwe na karamu, kuwe na sherehe kwa sababu yako uliyepotea na umeamua kurudi mbawani mwa Bwana. Ninazungumza na dada fulani hapa ambaye ananitazama na kufuatilia. Umezoea kutoa mimba na unafanya abortion mara zote. Dhambi hii ya mauaji, dhambi hii ya mauaji, na kwako inakutafuna wewe dada ambaye umezoea kila mtoto unayempata kwa sababu ya mazingira fulani. Unaona thamani yao ni kwenda kuwatelekeza mitaroni, unaona thamani yao ni kuwatupa kwenye matundu ya shimo. Wewe dada, wewe mama, wewe ninazungumza na wewe. Dhambi hiyo ambayo imekutafuna kwa muda mrefu na unaona haufai na haustahili kabisa, nataka nikwambie Bwana anakupatia nafasi nyingine. Haijalishi wanadamu tutakuchukuliaje, haijalishi ndugu watakuonaje, haijalishi serikali itakuonaje, lakini kwa Bwana anatoa nafasi nyingine. Wewe kijana ambaye unanisikiliza hivi sasa, na ya kwamba upo kwenye madawa ya kulevya yamekulemea, na unaona ya kwamba dhambi hii inakutafuna, kila mara unajitafakari, nitatokaje hapa, itakuweje, hatia inakujaa, kwa nini nimejiingiza huku, upo kwenye ulevi, upo kwenye mambo yasiyofaa, uvutaji wa bangi, vikundi visivyo na maana. Nataka nikuambie kwamba mpendwa rafiki yangu, Bwana leo anatoa nafasi ya pili kwako. Wewe unaisikia sauti hii, umekata tamaa, pengine unaona hauna thamani, haustahili tena kwenda hata kushiriki ibada na wenzako kanisani, kuongozana na familia yako kwenda kanisani. Unaona haufai na haustahili kabisa rafiki yangu, kwa sababu ya mzigo wa dhambi ambazo unakulemea ndani yako, kwa sababu ya maisha ya dhambi ambayo uliyazoea na kuyaishi katika maisha yako. Maana jamii inakuchukulia vibaya, familia zinakuchukulia tofauti kama muasi fulani, na umeona hata hufai kushiriki katika huduma za kiroho. Hali yako ya kiroho imeshuka, imedhorota. Rafiki yangu mpendwa unayenisikiliza leo, unadhani ya kwamba Mungu hayajui hayo? Hivi unadhani ya kwamba Mungu haijui dhambi yako? Yeye ambaye anasema na uchunguza moyo, yeye ambaye anajua ya siri, jicho lake linaingia katika hata yale yetu ya siri ya gizani tunayoyafanya. Je, unadhani yeye hajui? Na kama anajua, basi ndio maana anakupatia nafasi hii ya pili. Ni wewe kijana, ni wewe kaka, ni wewe dada, ni wewe mama, ni wewe mzee unanisikiliza leo, upo kitandani hospitalini, unaugua ugonjwa usio wa zinaa, magonjwa ya zinaa, na yanakutesa kila kukicha. Pengine ni ukimwi, pengine ni gonorea, pengine ni magonjwa yoyote ya zinaa, na yanakula, yanakutafuna, na unajuta kwa nini nimejiingiza huko. Nataka nikwambie, this time God is speaking to you. Wakati huu Mungu anazungumza na wewe, anakupa nafasi ya pili. Mungu wetu ni wa rehema, ni wa upendo, anatamani mimi na wewe tuishi katika ile hema na nyumbani kwetu alipotuandalia. Mungu akubariki. Mungu akubadilishe. Dhamiria kubadilika. Dhamiria kuiacha dhambi. Dhamiria kumshinda shetani katika jina la Yesu.